Salama. Samahani, nilikuwa naomba nikuulize. Haya mahindi yamenichanganya mie. Kwa Mpemba ni wapi? Kwa Mpemba siko kwa bondeni. Makubwa. Ikijita kimeingia na Waarabu kwa Mpemba tena. Kwa atakuwa ndugu yake na Mpemba. Hodi, karibu. Pita pako wazi. Karibuni jamani, karibuni wananchi wangu. Asante mwenyekiti. Tulishakaribia. Naomba muende jikoni mkachukue viti ili mje tuzungumze. Sawa mwenyekiti. Sasa bibie, kachukue viti jikoni. Asante bibi. Hivi mwenyekiti, una taarifa yoyote inayoendelea hapa kijijini kweli? Taarifa zipi mwananchi wangu? Mwenyekiti, kuna vita ya watu watatu wa sasa, Mpemba, Macho na Jongo. Sawa, hilo nimelipata. Naomba nalifanyia kazi wananchi wangu, nyewe mnaweza mkaondoka. Asante sana mwenyekiti. Asante mwenyekiti kwa kutusikiliza. Sisi tunaondoka. Najua tulifanyia kazi. Sawa sawa, nitalifanyia kazi. Wala hakuna shida mwenyekiti. Haya, ubaki na amani. Asante, mimi nitalifanyia kazi. Wala hakuna shida. Hao watu watatu ndio wanatufanya sisi tushindwe kulala. Huyu Jongo na huyu Mpemba na Macho wanatutafuta nini sisi wananchi? Mdogo wangu usijali, utapona. Sawa? Habari za hapa jamani? Salama. Vipi, anaendeleaje huyu? Ndio kama hivi tunavyomuona, kama ulivyomwacha vile vile mnao. Sasa kwa kuna dawa kidogo nimekuja nayo. Inabidi nimfanyie kidogo dawa hivi. Juma, niletee maji huko. Lakini mume wangu atapona. Atapona, usijali. Hali yake huyu itatengamaa tu, wala ina shida. Mambo handsome. Poa, vipi? Safi. Mimi naitwa Chau. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Tony. Unaelekea wapi? Mimi naenda zangu nyumbani, nimetokea town hivi. Naomba tuendelee mawasiliano. Mawasiliano? Kwani unanifahamu? Naomba tuendelee mawasiliano yako kakaangu, sio hivyo bwana. Vipi na mama mtu? Kwani unanifahamu? Wewe andika tu, tutawasiliana. Gani hii? Hii hapa. Asante.
hapo atakaa sawa na imani hali yake itakuwa nzuri. Juma, njoo urudishe haya maji ndani. Tapona, hali yake itakuwa safi tu, hata usijali. Hii ni hali ya kawaida. Malimoka! We Malimoka! We, mwache. Hey. Iyo. Sasa mimi acha nitoke. Kuna dawa moja naenda kumtafutia tena ili tuweke mambo yawe sawa. Wapi tena mmeona? Natoka nitarudi. Kuna dawa naenda kumfuatilia. Usichelewe, maana tunajua hapa tuna mtu mwingine zaidi yako, wewe ndio tunakutegemea. Haina shida, baadaye kidogo. Sasa hivi. Salama mwenyekiti. Ni kwema kabisa. Kwema. Samahani mwenyekiti. Naam. Tulikuwa na jambo na wewe kidogo kwa sababu hapa kwa na mpango tuje kwako. Lakini kwa sababu umepita anga zetu wala haina haja kukufuata kule ofisini kwako. Okay. Ni kwema lakini huko tu kwako. Kwema kabisa. Hivi mwenyekiti, una hizi taarifa zinazoendelea hapa kijijini kweli? Ndio, nilishazipata hizo taarifa za kuhusiana na watu watatu ambaye ni Jongo, Macho na Mpemba. Hao watu wamekuwa wasumbufu sana hapa kijijini kwetu. Sasa mwenyekiti, kama ushapata hizo taarifa, tubigilante leo. Mpango nilionao ni kuitisha mkutano wa kijiji ili tupate kuwajadili hao watu, kwa nini wao wasumbufu kwenye kijiji chetu. Ni kweli mwenyekiti, hiyo ndio pointi uliyoongea. Tuangalie namna gani tunaweza kufanya ili kuzuia mambo yasiendelee. Haya jamani, nashukuru kwa taarifa zenu. Mimi naondoka na nitazifanyia kazi. Haya sawa mwenyekiti. Sawa mwenyekiti, lakini jambo la mifugo ulishughulikie na hilo. Haya sawa sawa. Sawa, tunakushukuru. Malkia. Karibu. Karibu kwenye kasi ile Mr. Jongo. Niambie malkia wangu. Mimi sina mengi ya kusema, zaidi tunakupenda. Sogea malkia wangu. Hakika wewe ni mwanamke wa maisha yangu. Utakufanya ni mwanamke wa kipekee sana katika hichi kijiji. Nakupenda. Nakupenda pia Jongo. Karibu kwenye kasi ya Mr. Jongo. Asante. Jirani karibu. Asante. Karibu sana. Nishakaribia, naona uko chini ya mtunda huu. Hapa nilikuwa napunga upepo kidogo, si unajua tena. Ndio. Una taarifa zozote zinazosambaa kwenye hichi kijiji? Hapana, sina taarifa zozote. Taarifa ya kuhusu mjomba wako Macho, una taarifa naye? Nazisikia tu lakini sina uhakika nazo sana. Sielewi. Sasa kama mjomba unalifanyeje hili? Kwa hili nitalifanyia kazi jirani. Wala usiwe na shaka. Nitajitahidi tu kumtafuta tuongee naye. Basi sawa, mimi nilikuwa napita tu na kusalimia. Nashukuru sana kwa bondeni hapo kuangalia. Haina taabu. Malimoka. Nakupenda. Jongo. Jongo. Mkuu, watu tunaibiana starehe ndio kwanza niko naanza. Jongo. Naam mkuu. Hii ni dharura. Sasa Jongo. Naam mkuu. Naona kama tunaelekea kufeli. Maana tokea nijaze. Jongo. Kinachokuchekesha ni nini? Mkuu, kuna wazo nimelifikiria
Wazo gani? Unaonaje tukimnyonga mdogo mtu? Sema tumuoe na mke wake. Tutasababisha vita ambavyo tuiwezi. Kumbuka yule Mpemba anatushinda nguvu sisi. Kwa unamaanisha tutumie uchawi? Hapana. Kuna vijana tunaweza tukawatumia wakamnyonga yule dogo. Hilo naliacha mikononi mwako. Mkuu, sio kwamba tushirikiane. Hapana. Nina mambo makubwa zaidi nayotakiwa kukabiliana naye. Kwa hilo naomba alibaki chini yako kwa sababu najua unalimudu. Basi sawa, taenda kuzungumza na wewe vijana, lakini mkuu, siku nyingine wewe unanipanga. Kwa makini. Sawa. Siku nyingine ukija hivi, adhabu itakuwa juu yako. Sawa mkuu. Zumbara. Yeye. Zumbara. Yeye. Zumbara. Yeye. Acha. Boda boda spiti. Pale sana. Bwana boda wewe. Hata ila boda una jamaa kuna mzee alifia pale na mkaa. Bwana sasa. Salama kwema bwana, kwema. Ah, samahani macho. Ni mpole. Wanasemaje huko kutoka hapa? Simba. Pole kwa matatizo leo kukuta ndugu yangu. Matatizo gani? Kijiji kizima ni taarifa zimesambaa kuhusu wewe kwamba ni mgonjwa. Unajua unaendeleaje kwa sasa? Mimi nilikuwa naumwa ndio, lakini ni changamoto ndogo ndogo tu za tumbo. Sikuwa na jambo lolote ambalo lilikuwa linanisibu kubwa zaidi. Ni masuala kawaida tu. Mbona taarifa zimezagaa kwamba ni masuala ambayo hayaeleweki, sio tumbo. Nataka unaniambia sasa hivi tumbo. Mimi ni mzima kabisa. Wewe ni mzima kabisa? Mimi si umwi, ni mzima kabisa, buheri wa afya kama unavyoniona. Basi sawa macho, kama umwi jambo kumshukuru Mungu. Sawa. Utawasalimia wengine huko uendako. Sawa. Basi mimi niko hapa na gusagusa kidogo. Hamna shida. Tutawasiliana. Sawa. Mzee zangu, zama siku 2-3 hizi naona kidogo umekaa safi, hadi unaweza kuja kuchukua mizizi. Basi uko poa mzee zangu. Ni tendo la kumshukuru Mungu kabisa. Lakini kitendo ulichofanya cha kunifukuza kule nyumbani kama mbwa, sikupenda, japo watu hakuwepo wengi mzee zangu. Wewe kwanza kama kuniita mzee, kupewa jina la babu yangu mimi sio mzee. Pili, inaonekana sana unafuatilia mambo ya watu. Huo mdomo wako umeshindwa kufunga. Sasa si umekosa haka? Friji lako bovu aligandishi. Ngoja nikupe dawa yako. Mzee mwenzangu, mbona kama sasa unataka unitishe? Tumefikia huko mzee mwenzangu. Acha basi hao mambo. Siongei tena, unisikii. Loki limeingia. Hapo vipi? Katangaze tena.